Jambo, karibuni sana kwenye safari yetu ya vinyume vya Kiswahili. Mko tayari? Hebu tuanze. Haya basi, tunaanza sasa hivi. Hapa tunaona vinyume vinne kwa pamoja. Tunaona mkubwa na mdogo, alafu juu na chini. Na hapa cheka, kinyume chake ni lia. Na mwisho haraka na kinyume chake pole pole. Sasa hebu tuvitazame kimoja baada ya kingine kwa undani zaidi. Sawa, kundi letu la kwanza ni maneno ya kuelezea. Kwa Kiswahili tunayaita vivumishi. Haya ni yale maneno yanayotusaidia kusema kitu fulani kikoje. Viko tayari? Tazama hapa, tofauti inaonekana wazi kabisa. Hapa tuna mti mrefu na kule tuna mti mfupi. Kwa hiyo vinyume vyetu hapa ni mrefu na mfupi. Unaweza kuona tofauti iliyopo? Na hapa je? Angalia rafiki yetu hapa. Nguo zake ni safi kabisa. Lakini baada ya kucheza nje, nguo zake sasa ni chafu. Kwa hiyo vinyume vyetu ni safi na chafu. Hebu watazame wanyama hawa wawili. Wanapendeza, sivyo? Yule mmoja ni mnene na huyu mwingine ni mwembamba. Maneno haya mawili, mnene na mwembamba, yanatusaidia kuelezea maumbo yao tofauti. Pa tunaona maneno tajiri na kinyume chake, maskini. Tunaweza kuelewa hili wazo kwa kuangalia hizi picha za vifaa vya kuchezea. Mtoto mmoja ana vingi sana na mwingine ana kimoja tu anachokipenda sana. Sote tunajua rafiki ni nani, si ndio? Ni mtu ambaye tunafurahia kuwa naye. Kinyume cha rafiki ni adui. Kama tunavyoona hapa, watoto wanacheza pamoja kama marafiki na wengine wanagombana. Kwa hiyo tuna rafiki na adui. Hii picha inaonyesha vizuri kabisa tofauti kati ya usiku na mchana. Wakati wa usiku kuna giza na nyota na sisi tunalala. Lakini wakati wa mchana jua linawaka, kuna mwangaza na tunatoka nje kucheza. Angalia hapa, mtoto mmoja anapanda ngazi za telezo. Hicho kitendo ni kupanda, alafu anapoteleza chini, hicho kitendo ni kushuka. Kwa hiyo vinyume vyetu ni panda na shuka. Ukipanga bloki zako kujenga mnara, unakuwa unajenga. Na mnara ukianguka, unakuwa umeubomoa. Kwa hiyo jenga na bomoa ni vinyume. Hebu fikiria kuhusu taa. Unapobonyeza swichi na taa inawaka, unakuwa umewasha. Na ukibonyeza tena na inazimika, unakuwa umeizima. Vinyume vyake ni washa na zima. Sasa ni kuona jinsi maneno haya yanavyotumika kwenye sentensi. Hebu tuone mfano pamoja. Soma na mimi. Sentensi inasema, baba alipanda ngazi. Hapa tunaona kitenzi kupanda. Halafu sentensi inaendelea, kisha akashuka. Hii inaonyesha kinyume cha kupanda, yaani alipanda, kisha akashuka. Rahisi sana, si ndio? Sasa, kwa maneno haya yote tuliyojifunza, maneno ambayo yanapingana, je, kuna neno moja maalum la Kiswahili la kuyaita? Unajua ni neno gani? Neno lenyewe ni kinyume. Kinyume. Kinyume maana yake ni maneno yanayopingana kwa maana, kama vile juu na chini, au cheka na lia. Ndiyo maana safari yetu inaitwa hivi. Na sasa kitu kizuri zaidi ni kwamba kuna vinyume vingi sana. Unataka kuona vingine? Hebu tuvipitie kwa haraka sana. Mko tayari? Twende kazi. Tunafunga na fungua, furaha na huzuni, lala na amka, salama na hatari, ndani na nje, msichana na mvulana, na vingine vingi vingi vingi. Kazi nzuri sana. Hongera sana. Umefanya vizuri mno na umejifunza vinyume vingi vya Kiswahili leo.